Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu mzee Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wafadhili kutoka ng'ambo, Mheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, Uyamuli na ide salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema, tulikuwa na yeye pale Migoli, pale ya Uwili, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Matogu na Mheshimiwa Matiani. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichuni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mailura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima uwe unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomojoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomojoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Japhet Nyakundi mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority, nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kimba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Representative Doris Abuli, unamjua Dona. 2017 nilimkuja hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomojoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukafanya mkutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Matogu wametulea. Mmesikia huyu Matogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Matogu akakuja akaniambia, kijana,
kuliko nikupeleke jela. Mimi najua shida yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa inaanza mpaka asubuhi saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machoko akaniambia sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Na mheshimiwa vile umesema hata hiyo kazi tulianza na wewe hiyo barabara ya pale Sosa. Nitahakikisha ya kwamba sababu mimi na wewe jamani usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe na wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa. Hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Na ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machoko hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka umma ndio. Mpaka ama MC. Jamani ni wala maimasi. Mnaongeza mzuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosa, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi. Mimi kazi yangu ya kwanza ni kualika spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machoko watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machoko ako na A. Kusema ule na kumija ako na B+. Kusema ule Aisha ako na A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kila mchakato ya ile ICT. Mimi hiyo kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua mandugu, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inafanyika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery hiyo kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report, sio ile ya Pumwani. Yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba
Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu mzee Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wapadri kutoka ng'ambo, waheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Dede Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Nyaribari Saba, Uyamule na ide salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Yule waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Uwini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Matogu na Mheshimiwa Matiani. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, pale ingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima uwe unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomojoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomojoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Japhet Nyakundi mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority. Nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kimba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Kesau, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Repueni Doris Abuli, unamjua Donya. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomojoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukafanya mkutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Matogu wametulea. Mmesikia huyu Matogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Matogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua shida yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule.
Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa yanaanza mpaka asubuhi saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machoko akaniambia sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Mheshimiwa vile umesema hata hiyo kazi tulianza na wewe hiyo barabara ya pale Sosa. Nitahakikisha ya kwamba sababu mimi na wewe jamani usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa. Hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Na ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machoko hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka umma ndio. Mpaka ama MC. Jamani wa maimasi. Mnaeleza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii nyingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosa, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi. Mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machoko watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machoko ako na A. Kusema ule Nakuja ako na B+. Kusema ule Aisha ako na A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kila mtakapo ya ICT. Mimi hiyo kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua madugu, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery umepewa ama ni ile inafanyika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery hiyo kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie ripoti hiyo ile ya Pumwani yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba Architect Daktari Daniel Maduku, mzee wetu, mzee
Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wapadri kutoka ng'ambo, waheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Nyaribari Masaba, Uyamuli na ide, salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahia sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema, tulikuwa naye pale Migori, pale ya Uwili, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Machogu na Mheshimiwa Matiani. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima ukuwe unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomojoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomojoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hiyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Japhet Nyakundi mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority. Nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kiba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Nebueni Doris Abuli, unamjua Dona. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomojoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukafanya mikutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia. Vile mzee Machogu wametulea. Mmesikia huyu Machogu. Tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Machogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona.
Unajua Anyona maandamano yalikuwa inaanza mpaka asubuhi saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machoko kaniambia sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Mheshimiwa vile umesema hata hiyo kazi tulianza na wewe hiyo barabara ya pale Sosa. Nitahakikisha ya kwamba sababu mimi na wewe jamani usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa. Hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Na ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machoko hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka au mandugu. Mpaka ama MC. Jamani wa maimasi. Mnaongeleza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii nyingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosa, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi. Mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machoko watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machoko akona A. Kusema ule nakuja akona B+. Kusema ule Aisha akona A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kilomita ngapi ya ICT. Mimi hiyo kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua maduku, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inafanyika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report hiyo ile ya Pumwani. Yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena. Na sio tu atikutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba Architect Daktari Daniel Maduku, mzee wetu mzee Jari Kagwana ambaye tunamheshimu sana, atulisha na wafadhili kutoka ng'ambo,
waheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Nyaribari Masamba, uyamuli na ide salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migoli, pale ya Ugini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimsindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Matogu na Mheshimiwa Matiani. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, pale ingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kangwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kangwana ni kuonyesha sio lazima upate kuwa unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie Kangwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja watasahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kangwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomajoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomajoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Japhet Nyakundi mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority. Nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kiba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South. Amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Representative Doris Abuli, unamjua Donya. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomajoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukamanya mikutano hapa, saa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Matogu wametulea. Mmesikia huyu Matogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Matogu anakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na mfuko shule. Sasa kama huyu mzee unajua akatumua nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa inaanza mpaka asubuhi saa 12 tukaandamana.
Hiyo ndio wanyona alikuwa ananifunza. Lakini Machoko akaniambia sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nirudi shule ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Na mheshimiwa vile umesema hata hiyo kazi tulianza na wewe hiyo barabara ya pale Sosara. Nitahakikisha ya kwamba sababu mimi na wewe jamani usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa hapa. Hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machoko hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka huyu Manduku, mpaka ama MC. Jamani wa imasi, mnaongeza mzuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosara, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi. Mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machoko watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machoko ako na A. Kusema ule anakuja ako na B+. Kusema ule Aisha ako na A+. Kusema UPS amefanya hii. Tusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule waro amefanya kilomita ngapi ya ICT. Mimi ndio kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua Manduku, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery umepewa ama ni ile inafanyika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report hiyo ile ya Pumwani. Yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Wao machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Ukikunywa chai asubuhi, utakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na mbali Masaba, Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu, mzee Jari Kagwana ambaye tunamheshimu sana, atulisha na wafadhili kutoka ng'ambo, waheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote
na watu wanyalibali masamba uyamuli na ide salimiani kwa mkono. Asante sana, nimefurahia sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema, tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Ugini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Machogu na Mheshimiwa Matiang'i. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, pale nyingine tulienda pale Ichuni. Tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima upate kuwa unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Kwambia Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu wa watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomachoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nitahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomachoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Jambo Nyakundi, mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North, huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority, nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kiba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Rep Doris Aburi, unamjua Dona. 2017 nilimkumbusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa hapo hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomachoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kufunza siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamfunza. Tukafanya mikutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Machogu wametulea. Mmesikia huyu Machogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Machogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua shida yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa yanaanza mpaka asubuhi. Saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nirudi shule ndio nimekuja hapa
nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Mheshimiwa, vile umesema hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Sosa, nitahakikisha ya kwamba, sababu mimi na wewe, jamani, usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa? Na hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ibaji. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Na ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara, atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka umma, mpaka ama MC. Jamani, wa maimasi, mnaeleza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosa, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday, Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi, mimi kazi yangu ya kwanza ni kualika spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machogu akona A. Kusema ule na kumija akona B+. Kusema ule Aisha akona A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kilomita ngapi ya ICT. Mimi ndio kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua maduku, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inabadilika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie ripoti, sio ile ya Pumwani. Yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba, Architect Daktari Daniel Maduku, mzee wetu, mzee Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wapadri kutoka ng'ambo, Mheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, uyamuli na ide, salimiani kwa mkono. Asante sana.
nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Uvini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu mheshimiwa Matogu na mheshimiwa Matiani. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichoni. Tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru mheshimiwa akamwona kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya mheshimiwa akagwana ni kuonyesha sio lazima ukuwe unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie akagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomojoge Brabu, tulikuwa na gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomojoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Jamal Nyakundi mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority. Nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna mheshimiwa anaitwa Kiba, mheshimiwa Kibageni pale Kitutu cha South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Repueni Doris Aburi, unamjua Dona. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomojoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukamwona mkutano hapa, sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao wamelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Matogu wametulea. Mmesikia huyu Matogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Matogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee unajua akatumua, nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa yanaanza mpaka asubuhi. Hakuna mbili tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Matogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Mheshimiwa, vile umesema
hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Sosara, nitahakikisha kwamba, sababu mimi na wewe, jamani, usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa? Hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara, atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu, mpaka umma ndugu, mpaka ama MC. Jamani, wa maimasi mnaongeza mzuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosera, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi, mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji, lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machogu akona A, kusema ule nakuja akona B+, kusema ule Aisha akona A+, kusema UPS amefanya hii, kusema ile mashule tumefanya, tumesema ule Waro amefanya kila mtakapi ya ICT. Mimi hiyo kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua mandugu, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inafanyika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report, sio ile ya Pumwani. Yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atikutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba, Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu, mzee Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wafadhili kutoka ng'ambo, Mheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, uyamuli na ide salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa naye pale Migori
hali ya uwili, tukiwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu mheshimiwa Machogu na mheshimiwa Matiang'i. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichuni, tulikuwa na bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru mheshimiwa akamwona kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya mheshimiwa akagwana ni kuonyesha sio lazima ukuwe unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie akagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomojoge Borabu, tulikuwa na gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomojoge Borabu, ni wa Kisii kaunti mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Jamal Nyakundi mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority. Nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna mheshimiwa anaitwa Kiba, mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Nebueni Doris Abuli, unamjua Donya. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa hapo hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomojoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukafanya mikutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Machogu wametulea. Mmesikia huyu Machogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Machogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua akatumua nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa yanaanza mpaka asubuhi. Hakuna mbili tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule, ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Mheshimiwa, vile umesema, hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Sosa, nitahakikisha ya kwamba, sababu mimi na wewe
Jamani, msione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Maduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa? Hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka umma ndugu. Mpaka ama MC. Jamani wa maimasi. Mnaeleza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii nyingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosera, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi. Mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machogu akona A. Kusema ule nakuja akona B+. Kusema ule Aisha akona A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kila mtakapo ya ICT. Mimi ndio kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua madugu, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inafanyika baada ya kumwona hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba speaker na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report hiyo ile ya mwani yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena. Na sio tu atitoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba Architect Daktari Daniel Maduku, mzee wetu mzee Jari Kagwana ambaye tunamheshimu sana, watulisha na wafadhili kutoka ng'ambo, waheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, uyamuli na ide salimieni kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Ugini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipaja.
Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu mheshimiwa Matogu na mheshimiwa Matiang'i. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bali nyingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima upate kuwa unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomajoge Brabu, tulikuwa na gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nitahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomajoge Brabu, ni wa Kisii kaunti mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Jambo Nyakundi, mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority. Nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna mheshimiwa anaitwa Kiba, mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Repueni Doris Abuli, unamjua Donya. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomajoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kufunza siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamfunza. Tukafanya mikutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Matogu wametulea. Mmesikia huyu Matogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Matogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko tukupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano ilikuwa inaanza mpaka asubuhi. Hakuna mbili tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa amenifunza. Lakini Matogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule, ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Na mheshimiwa vile umesema, hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Songea, nitahakikisha ya kwamba, sababu mimi na wewe, jamani, usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Mandugu wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought
9% of Kenyan cabinet iko hapa. Na hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Na ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka huyu Manduku, mpaka ama MC. Jamani wa maimasi, mnaongeza mzuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosera, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi, mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machogu akona A. Kusema ule nakuja akona B+. Kusema ule Aisha akona A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kilomita ngapi ya ICT. Mimi ndio kazi naachia bunge na mwambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua Manduku, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery umepewa ama ni ile inafanyika pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba speaker na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report, sio ile ya Pumwani. Yangu ni hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atitoa report, mtanipata hapa. Ukikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba, Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu, mzee Jari Kagwana ambaye tunamheshimu sana, watumishi na wafadhili kutoka ng'ambo, waheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, uyamule na ide, salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Ugini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipaja. Nikamwambia lazima nimsindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo.
mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Machogu na Mheshimiwa Matiang'i. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima upate kuwa unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Nikwambie Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja watasahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomajoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nitahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomajoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Jambo Nyakundi, mimi ndio nilifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North. Huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority, nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kiba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Representative Doris Abuli, mnamjua Donya. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomajoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kufunza siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamfunza. Tukafanya mikutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Machogu wametulea. Mmesikia huyu Machogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Machogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko tukupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa yanaanza mpaka asubuhi saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nirudi shule ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Na Mheshimiwa vile umesema, hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Sosara, nitahakikisha ya kwamba, sababu mimi na wewe, jamani, usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Manduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa. Na hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya
iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Na ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka huyu Manduku, mpaka ama MC. Jamani, wa maimasi mnaongeza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosera, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi, mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Tusema Machogu akona A. Tusema ule nakuja akona B+. Tusema ule Aisha akona A+. Tusema UPS amefanya hii. Tusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kilomita ngapi ya ICT. Mimi hiyo kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua Manduku, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inafanyika baada ya kumwona hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba speaker na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report, sio ile ya mwani. Yangu ni hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Ukikunywa chai asubuhi, utakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na Mbali Masaba, Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu, mzee Jari Kagwana ambaye tunamheshimu sana, atulisha na wafadhili kutoka ng'ambo, Mheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, uyamuli na ide salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Umini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipaja. Nikamwambia lazima nimsindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Machogu na Mheshimiwa Matiang'i.
Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kagwana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kagwana ni kuonyesha sio lazima ufanye kuwa unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Kwambia Kagwana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu wa watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomajoge Brabu, tulikuwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nitahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomajoge Brabu, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Na mwasikia hapa Jamal Nyakundi, mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North, huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority, nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna mheshimiwa anaitwa Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Wenu Doris Abuli, unamjua Donya, 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomajoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kufunza siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajiona. Nikamfunza. Tukamanya mkutano hapa, saa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Machogu wametulea. Mmesikia huyu Machogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Machogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko tukupeleke jela, mimi najua njia yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa inaanza mpaka asubuhi. Saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule, ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Na mheshimiwa vile umesema, hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Sosa, nitahakikisha ya kwamba, sababu mimi na wewe, jamani, usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Manduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa. Na hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaja. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa.
na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani, nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka au Manduku, mpaka ama MC. Jamani ya maimasi, mnaeleza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa wadosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosera, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi, mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machogu akona A. Kusema ule na kuja akona B+. Kusema ule Aisha akona A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile mashule tumefanya. Tumesema ule waro amefanya kilomita ngapi ya ICT. Mimi ndio kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua Manduku, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery umepewa ama ni ile inabaki pale Pumwani Hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba speaker na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie report, sio ile ya Pumwani. Yangu ni hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa wa eneo hili na mbali Masaba, Architect Daktari Daniel Manduku, mzee wetu, mzee Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wafadhili kutoka ng'ambo, Mheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Nyaribari Masaba, uyamuli na ide, salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Uvini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Machogu na Mheshimiwa Matiang'i. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, pale nyingine tulienda pale Ichuni,
ili tukiwa na bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru Mheshimiwa Kang'wana kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa Kang'wana ni kuonyesha sio lazima ufanye kuwa unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Kwambia Kang'wana, unasikianga hii safari ya mbinguni, unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hapa leo, sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kang'wana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomachoge Club, tulikuwa na Governor Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nitahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomachoge Club, ni wa Kisii County mzima, ndio tuweze kuongeza dhamana kwa ndizi, kwa kahawa, kwa maziwa, vijana wapate kazi na wazee pia waweze kusaidika na wakulima waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nimefurahia sana. Pia hii kaunti ya Kisii, mimi niko na uhusiano mrefu na hii kaunti ya Kisii. Katika hii bunge ya kitaifa na bunge ya seneti, kati ya wabunge na maseneta 12, wabunge 5 mimi ndio wamepitia shule yangu ya kisiasa. Nimewasikia hapa. Jambo Nyakundi, mimi ndio nifunza siasa. Sasa hivi mbunge wetu pale Kitutu Chache North, huyu Mheshimiwa Manduku akiwa MDA pale Kenya Ports Authority, nikaingia kwake sababu tulikuwa tunasoma na yeye. Nikamwambia lazima wewe ufikirie vile unaweza kusaidia watu wa Kisii ukiingia mambo ya siasa. Akaingia siasa. Kuna Mheshimiwa anaitwa Kiba, Mheshimiwa Kibageni pale Kitutu Chache South, amepitia shule yangu ya kisiasa. Mheshimiwa Women Rep Doris Aburi, unamjua Dona. 2017 nilimzungusha hapa, tukatafuta kula, hakupata, lakini akapata experience, sasa ako hapa. Kuna msichana mwingine pale Bomachoge anaitwa Esi Okenyuli. Nilianza kuvuta siasa, hata akikuja Nairobi, hata kuvuka barabara hakuwa anajua. Nikamvuza. Tukamanya mikutano hapa. Sasa hii yeye ni nominated senator. Yaani kama ni mambo ya share, hata mimi niko na share hapa Kisii. Niko na viongozi wengi ambao nimelea hapa, na mimi najivunia vile mzee Machogu wametulea. Mmesikia huyu Machogu, tulikuwa tunaandamana tunaenda kupigana huko na mzee mmoja. Huyu Machogu akakuja akaniambia, kijana, kuliko nikupeleke jela, mimi najua shida yako. Chukua mkate na soda na maziwa na kurudi shule. Sasa kama huyu mzee, unajua wakati huo nilikuwa nafunza siasa na rafiki yangu alikuwa anaitwa George Moseti Anyona. Unajua Anyona maandamano yalikuwa yanaanza mpaka asubuhi. Saa 12 tukaandamana. Hiyo ndio Anyona alikuwa ananifunza. Lakini Machogo akaniambia, sasa wewe kijana rudi shule. Sasa kwa sababu nilirudi shule, ndio nimekuja hapa nikiwa waziri kuhakikisha ya kwamba hata hawa watoto wamesoma. Mheshimiwa, vile umesema, hata hiyo kazi tulianza na wewe, hiyo barabara ya pale Sosara, nitahakikisha ya kwamba, sababu mimi na wewe, jamani, usione kama hii ni siku ya kidogo hivi. Manduku wewe ni mtu wa ajabu. Are you aware you have brought 9% of Kenyan cabinet iko hapa? Na hiyo sio kitu kidogo. 9% ya cabinet ya Kenya iko hapa Ipaji. Na ni kijiji kimoja tu. Mmenyang'anya dunia nzima, mawaziri wote wako hapa. Na kwa hivyo hiyo barabara ya Sosera mimi nitahakikisha ya kwamba imekamilishwa. Jamani,
Nikimalizia, mnajua juzi mimi nilipewa kazi. Ile kazi nilipewa kwanza ni kuangalia mambo ya utumishi wa umma. Yaani nikisema Machogu hana mshahara, atakuja hapa kuomba chakula kwenu. Mimi ndio kulipa mshahara kila mtu. Mpaka umma ndugu. Mpaka ama MC. Jamani wa maimasi. Mnaeleza vizuri. Pili, kuna mambo ambayo kazi iliongezewa. Kazi inaitwa delivery na kazi inaitwa performance. Hii ya public service ya kulipa hawa dosi mshahara ilikuwa ya dadangu Aisha Juma. Hii ingine ya delivery na performance ni ya kuangalia vile utendakazi inafanywa. Kama hiyo barabara ya Sosa, kuhakikisha hiyo barabara imejengwa, hiyo ni kazi yangu. Mambo ya hospitali ni kazi yangu. Mambo ya maji ni kazi yangu. Hata mambo ya mashule na mambo ya TVET, hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua tukimaliza kesho tuko na baraza la mawaziri huko Kisumu. Na siku ya Tuesday tuko na sikukuu ya utamaduni. Siku ya Wednesday Mheshimiwa Musalia Mudavadi akinipatia hiyo ofisi, mimi kazi yangu ya kwanza ni kuandikia spika wa bunge ya kitaifa pamoja na majority leader. Kutoka hapa mpaka uchaguzi tumebakisha miezi 45. Na mimi nikamwambia Kimani Ichung'wah na Mwami Moses Masika Wetangula wanipatie tarehe kila mwezi. Najua kina Machogu watakuwa naitwa bunge wakati bunge inawahitaji. Lakini mimi nitakuwa naingia bunge kila mwezi. Kusema Machogu akona A. Kusema ule na kumija akona B+. Kusema ule Aisha akona A+. Kusema UPS amefanya hii. Kusema ile Machule tumefanya. Tumesema ule Waro amefanya kila mtakapo ya ICT. Mimi ndio kazi naachia bunge na waambia tuonane next month. Vile mtafanya na wao ni shauri yenu. Mimi kazi yangu ni kuripoti. Hiyo ndio kazi nimepewa. Unajua madugu, hiyo ndio kazi ya delivery. Unajua kuna mtu aliniuliza sasa hii delivery nimepewa ama ni ile inabadilika baada ya kumwona hospital. Hapana. Delivery ndio kusema pahali kazi imefanywa na pahali kazi imefika. Na hiyo kazi nitamuomba spika na majority leader tufanye kila mwezi. Nikuje bunge niwapatie ripoti, sio ile ya mwani yangu hii ya kutoa report card na kusema pahali kazi imefanywa. Kwa machache, Mungu awabariki na tutaendelea kurudi hapa tena na tena. Na sio tu atutoa report, mtanipata hapa. Mkikunywa chai asubuhi, tutakunywa na nini tukiangalia miradi ya serikali pale. Mungu awabariki na Mungu awabariki. Mheshimiwa eneo hili na Mbali Masaba Architect Daktari Daniel Maduku, mzee wetu mzee Jared Kagwana ambaye tunamheshimu sana, Patricia na wapadri kutoka ng'ambo, Mheshimiwa ambao tumekuwa nao hapa, Mheshimiwa Lili Nyoro, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, MCAs wote na watu wa Mbali Masaba, uyamuli na ile salimiani kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana kuja leo hapa. Vile waziri amesema tulikuwa na yeye pale Migori, pale ya Uwini, tulikuwa na rais. Waziri akaniambia anakuja hapa Ipacho. Nikamwambia lazima nimzindikize nimlete hapa. Na mimi sio mgeni hii eneo. Mwaka wa 2017 tulikuja pale kwa secondary, tulikuwa na huyu Mheshimiwa Machogu na Mheshimiwa Matiang'i. Kutoka hapo tukaenda pale Ibeno, bahari nyingine tulienda pale Ichoni, tulikuwa na Bishop wangu, Bishop Mairura, ambaye ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo mimi dunia naielewa sana. Na nimshukuru
Mheshimiwa akamwona kwa hii kazi imefanya. Watu wengi wanafanya kazi kama hii ndio wachaguliwe. Na hii kitendo umefanya Mheshimiwa akakuona ikuonyesha sio lazima ukuwe unachaguliwa ndio ufanye kazi kama hii. Kwambie akakuona unasikianga hii safari ya mbinguni unafikiria ni kitu complicated. Ni mambo kama hii inapeleka mtu mbinguni. Kazi kama hii unafanya hata leo sababu watoto siku moja hata sahau ya kwamba kuna mzee anaitwa Jared Kagwana ambaye alikuja kaanza hii kazi. Na ndio tumesema lazima tufike hapa tumsaidie. Juzi pia nilikuwa hapa upande wa Bomojoge Brabu tukiwa na Gavana Simba Arati. Tukaanza mradi wa Industrial Park. Na mimi nahakikisha kwamba huo mradi sio wa Bomojoge Brabu, ni wa Kisii County mzima ndio tuweze